maswali ambayo tunakwenda kujibu katika dakika hizi chache ni kwamba je, kuna mziki mzuri na mziki mbaya kwanza. Okay? Alafu je, kuna mziki wa shetani na mziki wa Mungu. Okay? Mengine tunaweza tusijibu tukaingia ndani sana, lakini tutajaribu kuweza kuongea katika kifupi hivyo. Lakini pia je, mziki unaweza kufanya ukawa na mood energetic, na nguvu, au ukawa ukajihisi kuumwa. Yaani je, ukisikiliza mziki fulani au ukafanya aina fulani ya mziki inaweza kufanya ukawa na huzuni au ukawa hivyo. Lakini pia je, mziki unaweza ukawa kama drugs au kama madawa kulevya, drug abuse. Okay? Lakini je, mziki unaweza ukatumika katika ku-influence watu. Yani je, mziki unaweza ukatumika ku-hypnotize watu, yani kuwa hypnotize, na kosa lugha nzuri ya Kiswahili hapo, yani kuwapumbaza watu. Mziki una uwezo huo. Kwa hiyo haya maswali kama nilivyosema, dakika nilizonazo ni chache, sitoweza kwenda deep. Kwa hiyo nitajaribu tu tuweze kwenda japo kwa juu, lakini tukipata nafasi wakati mwingine tutaweza kwenda in deep. Sasa ukisoma katika Biblia katika fungu la Wafalme wa Pili 3:14 na 15, utaanza kugundua kwamba the influence of music. Utagundua kwamba Elisha alipatwa au alipandwa, alikuwa possessed. Possessed ni neno ambalo tunalitumia hata kwa watu ambao huwa tunalitumia sana kwa watu waliopatwa mapepo, si ndio? Lakini ukisoma katika Biblia utagundua kwamba kwa possessed inatumika katika pande zote mbili. Inatumika kwa upande wa Roho Mtakatifu, lakini pia kwa upande ule mwingine. Kwa hiyo utagundua kwamba kusoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili 3:14 na 15, unaweza ukaliandika hilo fungu, utagundua kwamba Elisha alikuwa possessed na yeye pamoja na nini? Pamoja sasa na roho. Lakini ni roho gani? Kwa hiyo ni roho wa Mungu. Kwa hiyo kuna mziki ambao ukipigwa mtu anakuwa possessed na roho wa nani? Na roho wa Mungu. Lakini pia ukisoma katika Samuel wa kwanza 16 fungu la 14 mpaka 13, utagundua kwamba mziki ulitumika kutoa roho mbaya yule alipokuwa akimwendea Sauli kupitia kile chombo cha kinubi. Lakini pia ukisoma katika Amosi 3 fungu la 6 linaongelea impact ya chombo cha mziki kinachoitwa tarumbeta, kwamba je, tarumbeta itapigwa katika mji na watu wasiogope. Kwa hiyo utagundua kwamba vyombo hivi vya mziki hata vilivyotengenezwa na Mungu vina impact kubwa katika maisha yetu. Kuna vyombo ambavyo vikipigwa vina uwezo wa kuleta roho wa Mungu, kama ambavyo tumeona kwamba kinubi kilipigwa, Elisha akawa possessed na roho wa Mungu. Lakini pia kinubi ambacho ni chombo cha nyuzi ama string instrument ilipigwa, lakini pia roho yule mbaya alikuwa anamfuata Sauli aliweza kutoweka. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba kuna hizi instruments zina uwezo wa kufanya vitu katika maisha yetu. Lakini pia ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 32, utagundua pia kuna hichi chombo kinachoitwa tarumbeta ambacho kitapigwa. Hiki ni chombo katika Biblia kinahusiana na hukumu. Kwa hiyo kinapopigwa hichi chombo, makaburi yanafanyaje? Yanapasuka, na watu wanafanyaje? Wanafufuka na tayari kumlaki Bwana wao. Kwa hiyo utagundua kabisa kwamba mziki hauko kwa bahati mbaya, na mziki haujatengenezwa kwa bahati mbaya, na kila chombo unachokiona au unachokisikia kina influence. Hili ni jambo ambalo natamani sana tuweze kuondoka nalo jioni ya leo. Kila chombo unachokisikia kina influence katika akili yako, na kina influence katika mwenendo wako, kina influence jinsi ambavyo unatafakari na jinsi ambavyo unafanya maamuzi. Mziki wowote haujakuja kwa bahati mbaya.